Bwana Evans. Nimeshukuru sana Mungu wetu wa ajabu ambaye amenipa nafasi kuja katika studio hii ya Pure Africa. Mungu amekuwa mwema kwetu na nashukuru sana. Mahali popote ulipo, ningependa niwajulishe kwamba mimi naitwa Nimrod Ondigo, mkaaji wa Kihancha hapa, nikihudumu katika Kihancha hapa Church of God. Kwa hivyo kwa siku ya leo ningependa niwaletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Na kabla sijaleta habari hiyo njema, ningependa nianze na maombi. Baba wetu mtakatifu, Elohim wa Israeli, Baba umekuwa mwema kwetu na mwaminifu. Tumeona mkono wako katika kila jambo Baba. Baba umekuwa mwema sana. Unatupenda Baba vilivyo. Kwa siku ya leo Baba nimekuja kutukuza Baba na kuinua jina lako kwa studio hii Baba, kwa na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza. Ningependa Baba upate kuwabariki. Baba upate kuwabariki na watumishi wa Mungu wote ambao wanafanya kazi yako, pamoja na wale ambao wanafanya katika studio hii. Nimewaweka katika mkononi mwako. Ninajua kwamba kuna wengine ambao ni wagonjwa Baba, upate kuwaponya. Na Baba upate kuinua kila mtu Baba, wale ambao wameweka matumaini yao katika neno lako. Jina lako Baba lipewe sifa, kwani nimeomba machache katika jina safi la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji mahali popote ulipo, ningependa kuwakaribisha katika neno hili ambalo Mungu amenipa ili niwape, kwa sababu inasemekana tumepewa bure na inatakikana pia tupeane bure. Kwa hivyo leo hii ningependa kunena kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo mada yangu, na tunataka tuanze kwa sababu mimi nitasoma Biblia na pia nitasoma maandiko mengi. Ukiwa na karatasi mahali popote ulipo, utapata kuyaandika. Maandiko hayo yatakusaidia baadaye. Kwa hivyo leo hii ningependa kuwajulisha kwamba hata kama kuna shida duniani hapa, tunaona mateso, tunaona vita, tunaona uchumi unazidi kuharibika na mambo mengi yanakuja kama magonjwa, tunatumai kwamba siku moja ufalme wa Mungu utasimamishwa. Na hiyo ndio habari njema ambayo nimekuletea siku ya leo. Nitaangalia katika Marko 1 mstari wa kwanza. Inasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa hivyo ilipofika mahali Yesu alianza huduma yake, alianza na kuhubiri habari njema. Alileta habari njema katika mstari wa 14 na 15. Inasema hivi: hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Kwa hivyo alisema kwamba tutubu sisi kama wanadamu, kisha tuamini injili. Injili maana yake ni nini? Injili maana yake ni habari njema. Na habari njema gani? Habari njema ya ufalme wa Mungu. Yesu Kristo alichukua muda wake wa miaka 3.5 akizunguka huku na kule akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Wacha tusome Marko 4 mstari wa 23 tupate taswira nzuri katika injili hii ya ufalme ambao Yesu Kristo alileta. Mstari wa 23 wa Marko 4 nasema hivi, wasikilizaji. Inasema hivi, Marko 4 mstari wa 23. Mathayo sio Marko tafadhali. 23 inasema hivi: naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Kumbe alikuwa akienda huku na kule akifundisha habari njema ya ufalme wa Mungu. Tunapata kwamba tunasema kauli mbiu ya habari ambayo Yesu Kristo alihubiri, ama injili ambayo alihubiri. Basi kauli mbiu ilikuwa ni nini? Tukiangalia katika Luka 4, nataka tusome mstari wa 42 na 43 ili tupate kuelewa ni injili gani Yesu alihubiri. Marko 4 inasema hivi katika mstari wake wa 42: hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu,
makutano wakawa wakimtafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Sikiliza vile alivyoambia makutano. Akamwambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Ina maana kwamba Yesu Kristo alitumwa kwa sababu kubwa moja ya kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio ilikuwa kauli mbiu yake. Tukisoma mara nyingi sana akiongea juu ya ufalme wa Mungu, kwa sababu alikuwa akiongea huku na kule kuhusu habari njema. Kuna wakati alisema katika Mathayo 6. Naweza kumbuka Mathayo 6:33, akiambia watu katika Mathayo 6:33 akisema hivi: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hivyo sisi kama binadamu, sisi kama Wakristo ambao wanatafuta ufalme, tutafute ufalme kwanza. Mengine yote kama mali, kama kila kitu, masomo, nini, Baba yetu atatuongezea. Kwa hivyo, na pia alipokuwa akifundisha kuhusu maombi, sala ya Bwana, ambapo sisi sote tunajua na tunakariri vizuri katika Mathayo 6 mstari wake ni wa 9. Tunapata kwamba mstari wa 9 akisema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ina maana kwamba, msikilizaji, Baba yetu yuko mbinguni, na tunaomba kwamba katika maombi yako, wakati unapoomba, omba pia ufalme uje, kwa sababu mambo ambayo tunapitia na changamoto hizi zote zimetuchosha. Kwa hivyo tunatamani ufalme wa Mungu ufike, ili siku moja basi mapenzi ya Baba yatafanyika hapa duniani kama vile inavyofanyika kule mbinguni. Ukiangalia hata kwa kidogo hapo, unapata kwamba mapenzi ya Baba hayafanyiki hapa duniani vizuri. Hata hivyo, Baba ni Baba wa mbinguni na dunia. Lakini ukiangalia vizuri mambo ambayo yanafanyika sasa hivi, kama vita, kama magonjwa, kama vifo, tuseme kama mambo mengi ambayo ya chuki na kila kitu, hayo yote sio mapenzi ya Baba. Lakini wakati ambapo ufalme utakuja, basi mapenzi yake yatafanyika hapa duniani vizuri kama inavyofanyika kule mbinguni. Basi tunapata kwamba katika Luka 9 pia tunaona vile Yesu Kristo alivyokuwa akizunguka akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Sikiliza mstari wa kwanza, nitasoma mpaka mstari wa 2. Akawaita wale tenashara, yani wale 12, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Alafu kisha mstari wa 2, akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Kwa hivyo aliwatuma kwamba wapoze wagonjwa na kutangaza ufalme wa Mungu. Pia tukiangalia katika Marko 8 mstari wa kwanza, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye, yani wale 12 walikuwa pamoja naye. Ujumbe ambao alikuwa akitangaza ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tunapata kwamba hiyo ndio ilimleta Yesu mara ya kwanza, kuambia watu jinsi ufalme wa Mungu utakavyokuwa. Ukiangalia Luka 14 pia, msikilizaji, tukiwa pamoja katika Luka 14 mstari wa 15, tunapata kwamba Mesia anatuambia nini. Nawe 15 inasema hivi: basi aliposikia hayo, mojawapo na wale walioketi chakulani pamoja naye alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Kumbe ufalme wa Mungu ndio ilikuwa mada kubwa ambayo Yesu Kristo alitangaza katika miaka yake ambayo alichukua akifanya huduma miaka 3.5. Kwa hivyo ufalme wa Mungu utafanywa, ama ufalme ambao Yesu Kristo atakuwa kiongozi na mfalme wa wafalme, utakuwa ni wakati ujao. Tukiangalia Luka 21 inatuambia hivyo katika mstari wake wa 29 hadi 31. Inasema, akamwambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote.
wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika, muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Ina maana kwamba ufalme wa Mungu utakuwa ya wakati ujao. Ngoja niwajulishe kwamba ufalme wa Mungu huu, tukiangalia pia kwa kina, tunapata kwamba ni siri kwa wengi. Ni siri kwa wengi, msikilizaji. Ndio maana ukiangalia makanisa mengi siku hizi waliacha kuhubiri habari njema ya ufalme, na wanahubiri habari njema ya kupokea vitu vya dunia hapa tu na kuwa na mali nyingi na kutajirika. Kwa hivyo sijasema kwamba kutajirika ni mbaya, usinielewe vibaya, lakini tunasema kwamba hii habari njema imekuwa siri. Kwa hivyo ningependa niwafichue siri hii ili mjue kwamba wakati umefika ambapo siri hii lazima tufichue. Marko 4:11 inasema, kwanza mstari wa 10 inasema, naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale tenashara, yani wale wanafunzi wake, walimuuliza habari ya ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Kumbe aliwaambia kwamba wale tenashara na waliomzunguka, wale ambao walikuwa wakianza kumwamini, aliwaambia kwamba siri ya ufalme ni siri, na pia walioko nje hawawezi kujua. Kwa hivyo wewe omba Mungu usiwe nje ili ukose kujua siri hii, kwa sababu wakati umewadia kwamba siri hii inafichuliwa. Tunapata kwamba katika habari zake Yesu Kristo alikuwa akitoa mifano mingi kabisa, lakini watu hawakumuelewa. Mifano hii yote ilikuwa inaangazia ufalme. Hata ukiangalia Mathayo 22 ilikuwa inaangazia tu ufalme. Akisema Mathayo 22 mstari wa kwanza, Yesu akajibu akawaambia tena kwa midhari akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja alimfanyia mwanawe harusi. Kwa hivyo hapo ilikuwa inaangazia ufalme. Pia Mathayo 25, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Hivyo msikilizaji, tunapata kwamba hata ukisoma Mathayo 13 na Injili ambayo Yesu Kristo alitoa katika Mathayo na Mariko, yote alitoa mifano akiangazia ufalme wa Mungu. Swali ambalo lazima tujiulize ni je, mitume pia walihubiri habari hii njema ya ufalme, ili tupate kuelewa vizuri katika kitabu cha Matendo, kwa sababu hapo ndio tunapata kwamba matendo ya mitume walijaribu pia kuhubiri habari njema hii ya ufalme wa Mungu. Wacha tuangalie katika kitabu cha Matendo 19, tutasoma mstari wa 8 msikilizaji. 19 mstari wa 8 inasema hivi, akaingia ndani ya sinagogi akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3, akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu. Ina maana kwamba kumbe hawa mitume walikuwa wakihojiana na watu na kuwafundisha habari njema ya ufalme wa Mungu. Kisha tupate tena mfano mwingine katika Matendo ya Mitume 20 mstari wa 25. 20 mstari wa 25 msikilizaji. Matendo ya Mitume inasema hivi 25 ya kwamba na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko hamtaniona uso tena. Huyo sasa ni Paulo mwenyewe. Kwa hivyo alihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Huyu Paulo tena alienda sehemu fulani akakodisha nyumba kwa muda wa miaka kama 2-3 hivi. Wacha tuangalie andiko vile inavyotuambia katika mstari wa 23, 28, 23.
Matendo 28 mstari wa 23, na Biblia inatuambia namna hii katika 23. Wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaelekeza kwa taratibu na kuushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonyesha mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii tangu asubuhi hata jioni. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ndio huyu Paulo na mitume wengine walikuwa wakihubiri sana, walisisitiza kabisa, kwa sababu walijua kwamba na wao watatoweka, watakufa, watateswa, lakini walikuwa wakitarajia kwamba siku fulani ambao Yesu atarudi, basi watamiliki ufalme huu wa Mungu. Wacha tusome mstari pia wa 30 katika Matendo hiyo 28. Tutasoma Matendo 30 na 31. Inasema hivi: akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga, akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Ina maana kwamba huyu alikuwa na ujasiri ambao Mungu Baba alimpa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na pia na imani, na akapanga miaka 2 akifundisha habari njema ya ufalme wa Mungu. Ina maana kwamba hawa walikuwa wakidumu katika neno la kufundisha watu ufalme wa Mungu. Wathesalonika wa kwanza pia inatujusha vizuri kuhusu vile hawa mitume waliendelea mbele kufundisha habari njema ya ufalme wa Mungu, ndugu msikilizaji. Kwa hivyo wacha tuangalie Wathesalonika wa kwanza 2 mstari wa 9. Maana ndugu, mnakumbuka taabu yetu na masumbufu yetu, kwa kuwa mchana na usiku tulifanya kazi, tusije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Hapo sasa walikuwa wanaita injili ya Mungu. Kwa hivyo hawa mitume walijaribu sana wafanye kazi yao wakipata mapato yao, lakini wakiendelea kutumia mapato yao kuhubiri habari njema ya Mungu. 12 Wathesalonika wa kwanza hiyo 2:12, ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu mwenye kuwaita ninyi ili muingie katika ufalme wake na utukufu wake. Jambo la busara sana kwamba tumeahidiwa kwamba tuenende kama ilivyo wajibu wetu kwa Mungu mwenye alituita ili tuingie katika ufalme ambao Baba wetu na Yesu Kristo wametuandalia. Kwa hivyo Paulo aliita habari hii njema, alisema kwamba ni habari ya Kristo. Ukiangalia katika kitabu cha Warumi tutapata vile Paulo alivyoita habari njema hii ya ufalme wa Mungu. Warumi 1 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, kumbe hawa mitume walijaribu sana kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Pia tukiangalia kitabu cha Waibrania, ndugu msikilizaji, kitabu cha Waibrania tutasoma 12 alafu mstari wake ni wa 28. Hapo pia tunapata jinsi Biblia inavyotueleza katika mstari wa 28, 12 mstari wa 28. Biblia inasema, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Ina maana kwamba na pia tunahakikisha kwamba hapa ya kwamba tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Ujue kwamba ukiamini Yesu Kristo na uamini injili, basi umeanza kuwa katika ufalme huo ambao
Yesu Kristo atakalia ndani, atakuwa kiongozi. Kwa hivyo tuwe na neema. Tunaambiwa tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Baba wetu aliye mbinguni ibada ya kumpendeza pamoja na kuwa na unyenyekevu na kicho. Kwa hivyo sisi sote tujue kwamba katika ufalme huu ambao tutaingia, hatutaingia katika ufalme huo na mwili huu ambao unakufa, mwili huu ambao una udhaifu, mwili huu ambao ugonjwa unalemea. Wacha tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50 hadi 52, ndugu msikilizaji, ili tupate kujua kwamba katika mwili huu hatutaingia na mwili huu, tutaingia na mwili ambao Mesia atakuwa ametengeneza vizuri. Mstari wa 50 wa Wakorintho wa kwanza 15, Biblia inatuambia, ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri. Kumbe ni siri, vile nilivyosoma pale katika Marko 4:11. Kumbe ni siri bado. Inasema hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Mstari wa 52, kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, sisi sote tutakapobadilishwa, tutaingia katika ufalme wa Baba, ufalme wa milele. Na wacha niwaambie kwamba licha na hayo yote, tunapata kwamba wabaya na watenda maovu, wale ambao ni wenye dhambi, hawataingia katika ufalme huu. Ndio maana wakati Yesu Kristo ameanza kuhubiri, amesisitiza vizuri kwamba tutubu. Kutubu ina maana kwamba unaacha dhambi. Kutubu ina maana kwamba unageuka na unaingia, yani unaacha njia ile ambayo ulikuwa ukiendea na unageuka, unafuata njia nyingine. Kwa hivyo wewe kama Mkristo unaambiwa kwamba utubu ili upate kuingia katika ufalme, yani uache dhambi. Kwa hivyo tukisoma katika Wakorintho hiyo wa kwanza, tusome 6 mstari wa 9 hadi 10, ili tupate kujua vizuri vile Baba anavyotuambia kwa msukumo ambao Paulo alipata. Anasema kwamba katika mstari wa 9, Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9, inasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waashirati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Kwa hivyo hao wote hawataingia katika ufalme. Kwa nini nimesoma andiko hili? Ni kwamba tujue kwamba tukiendelea mbele kutenda maovu, hatutaingia katika ufalme, kwa sababu ufalme ni wale ambao wameteuliwa na wale ambao ni wenye haki. Kuwa mwenye haki ni kutenda kulingana na mapenzi ya Mungu na kufuata amri zake. Waefeso 5 mstari wa 5 pia inasisitiza jambo hilo ambalo nimesoma, nikisema kwamba watenda maovu hawataingia katika ufalme huo. Kwa hivyo ndugu, jiandae kutubu. Na ukiwa Mkristo wa kweli ambaye anataka kurithi ufalme wa Mungu, acha dhambi, kwa sababu dhambi haitakufikisha mbali. Waefeso 5 mstari wa 5, Biblia inatuambia, maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwashirati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Kwa hivyo tujue kwamba Baba anatuambia kwamba kwa kupitia kwa watumishi wake ambao waliandika Biblia kwamba tutubu. Filipo aliendelea mbele kabisa
kuhubiri habari hii njema, wacha tusome pia katika Matendo ya Mitume 8, tusome mstari wa 5 alafu tutaruka mstari wa 12. Matendo ya Mitume 8 tutasoma 5, inasema hivi. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Kwa hivyo alikuwa akihubiri Kristo kama mwokozi wetu, akihubiri Kristo kama kiongozi, akihubiri Kristo kama mfalme wa wafalme. Alafu 12, lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa hivyo kile ambacho kinafanya watu hata wabatizwe ni habari njema ya ufalme, kwa sababu wakisikiliza jinsi watakavyokuwa na amani katika ufalme huo, basi wanaona afadhali waache dhambi, watubu, kisha waingie katika ufalme huo, kwa sababu hakuna Mkristo ambaye hatataka kuwa katika huo ufalme. Kwa hivyo katika ufalme huo, kwa nini Filipo alikuwa akihubiri kuhusu Mesia? Ni kwa sababu yeye ndiyo atakuwa mfalme. Luka 19 inatuambia jambo hilo vizuri tu. Luka 19 taanzia mstari wa 19. Ni mfano ambao ulitolewa, lakini maana yake ni wazi. 19 tutasoma mstari wa 12. Biblia inatuambia, basi akasema, mtu mmoja kabaila alisafiri kwenda nchi ya mbali ili ajipatie ufalme na kurudi. Huyu mtu wa kabaila, kwa kizungu anasema noble, yani mtu ambaye anaheshima sana, sio mwingine bali ni Yesu Kristo. Asikiliza akisema katika mstari wa 13, akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Hivyo ndio watu wengi hawataki Yesu arudi atawale, kwa sababu ukitaka kujua watu hawataki Yesu arudi atawale, na haswa, wacha ni washangaze kidogo, Wakristo wengi hawataki Yesu arudi. Ndio maana hawataki kuhubiri habari njema ya ufalme. Basi wanataka kuhubiri habari njema ya vitu ambavyo vinaonekana, ya kwamba ukiwa na pesa nyingi, sijui umesoma vizuri, hapo sasa ndio Mungu amekubariki. Mimi wakati mwingine najiuliza, kama Mungu atakubariki tu kwa sababu ya mali mingi na pesa, basi ina maana kwamba basi amebariki hata wale Oriata na waona pale na Wahindi. Basi wacha tuangalie hapo mstari ule wa 14. Biblia inatuambia, lakini watu wa mji wake walimchukia, wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatumtaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliamuru waitwe wale watumwa aliyowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Hawa watu ni kama sisi ambao walipewa fedha wafanye biashara. Biashara ambayo tunafanya ni kuhubiria watu na kupoza wagonjwa, kuombea watu na mambo mengi tu, kusaidia watu. Kwa hivyo hiyo ndio biashara ambapo sisi watumishi wa Mungu tunafanya. Mstari wa 16, akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungu lako limeleta faida ya mafungu 10 zaidi. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Ina maana wakati ambapo Yesu Kristo atakaporudi, na wale ambao wamekuwa waaminifu hadi mwisho na wamefanya wengi kujua kuwa na mwangaza, hao watu watabarikiwa, kwa sababu Biblia inasema katika Danieli 12 mstari wa 3, 12 mstari wa 3, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga.